Nyuklia, nguvu kubwa iliyobadilisha historia ya dunia. Karibu kwenye podcast yetu ya leo, mahali ambapo tunachunguza historia, sayansi na matukio makubwa yaliyobadilisha dunia. Leo tunazungumzia teknolojia moja yenye nguvu kuliko karibu kitu chochote kilichowahi kutengenezwa na binadamu. Nyuklia ni teknolojia inayoweza kuwasha miji kwa umeme, lakini pia inaweza kuifuta miji hiyo ndani ya sekunde chache. Lakini swali muhimu ni hili: nyuklia ilianza wapi na kwa nini ilitengenezwa? Ugunduzi wa nguvu ya atom. Safari ya nyuklia ilianza mwaka 1938 wakati wanasayansi walipogundua kitu kinachoitwa nuclear fission. Huu ni mchakato ambapo kiini cha atom kinagawanyika na kutoa nishati kubwa sana. Ugunduzi huu uliwashangaza wanasayansi duniani. Waligundua kuwa nguvu iliyofichwa ndani ya atom ilikuwa kubwa kuliko ilivyowahi kufikiriwa. Lakini muda mfupi baadaye, dunia iliingia kwenye vita kubwa zaidi kuwahi kutokea. Vita vya pili vya dunia. Mbio za bomu la kwanza. Wakati vita hivyo, kulikuwa na hofu kubwa kwamba Nazi ya Ujerumani ingeweza kutengeneza bomu la nyuklia. Kwa sababu hiyo, Marekani ilianzisha mradi mkubwa wa siri ulioitwa Manhattan. Maelfu ya wanasayansi walifanya kazi kwa siri. Lengo lao lilikuwa moja tu: kutengeneza bomu la kwanza la nyuklia duniani. Mwaka 1945 walifanya jaribio la kwanza la bomu hilo katika tukio lililojulikana kama Trinity Nuclear Test. Mlipuko wake ulikuwa mkubwa sana kiasi kwamba baadhi ya wanasayansi waliogopa kuwa huenda wangeharibu dunia, mabomu yaliyoibadilisha dunia. Baada ya jaribio hilo, dunia ilishuhudia tukio ambalo halijawahi kusahaulika. Marekani ilitupa mabomu ya nyuklia katika nchi ya Japan. Bomu la kwanza lilitupwa katika mji wa Hiroshima tarehe 6 Agosti mwaka 1945. Siku tatu baadaye, bomu lingine lilitupwa katika Nagasaki. Matukio haya yanajulikana kama Atomic Bombing of Hiroshima na Atomic Bombing of Nagasaki. Zaidi ya watu 200,000 walipoteza maisha, na muda mfupi baadaye vita vikamalizika. Lakini dunia ilikuwa tayari imeingia kwenye enzi mpya, enzi ya nyuklia. Silaha za nyuklia zina nguvu ya kutisha. Mlipuko wake unaweza kuharibu mji mzima ndani ya sekunde. Lakini hata baada ya mlipuko, hatari bado inaendelea. Mionzi ya nyuklia inaweza kusababisha saratani, magonjwa ya damu na ulemavu kwa watoto wanaozaliwa. Watafiti pia wanaonya kuhusu kitu kinachoitwa nuclear winter. Hii ni hali ambapo vita kubwa ya nyuklia inaweza kusababisha moshi kufuka anga na kufanya dunia kuwa baridi sana, hali ambayo inaweza kusababisha njaa duniani. Lakini nyuklia sio hatari tu. Teknolojia hii inasaidia dunia kwa njia nyingi. Inatumika kuzalisha umeme katika nuclear power plant. Pia hutumika katika hospitali kutibu saratani kupitia radiation therapy, na hata katika utafiti wa anga. Hii inaonyesha kuwa nguvu ya nyuklia inaweza kuwa baraka au hatari kulingana na jinsi binadamu anavyoitumia. Leo kuna nchi ambazo zina silaha za nyuklia kama Urusi, Marekani na China. Silaha hizi zina uwezo wa kuharibu dunia mara kadhaa. Swali linaendelea kubaki: je, binadamu ataendelea kuitumia teknolojia hii kwa maendeleo, au siku moja inaweza kuletea dunia maafa makubwa? Asante kwa kusikiliza podcast yetu ya leo. Usisahau kufollow na kushare ili wengine pia waweze kujifunza zaidi kuhusu historia
na sayansi ya dunia.